yanayoendelea kutokea duniani kwa leo, kwa hii wiki nzima, ni haya hapa. Kama ilivyo ada, kila Ijumaa tumesema itakuwa ni siku ya kuelezea matukio yanayoendelea kutokea duniani kwa ujumla. Na leo ni Ijumaa. Ijumaa bora kabisa, siku ambayo mtu bora kabisa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumswalie kwa wingi sana Nabii sallallahu alayhi wasallam ndani ya hii siku, kwani ndio siku ambayo aliihimiza sisi kufanya hivyo. Leo tunazungumza matukio ambayo yanaendelea kutokea ama yaliyotokea ndani ya wiki nzima, na kwa uchache tu, sababu hatuwezi kuzungumza kwa urefu sana, yatachukua muda mwingi na muda mrefu. Kwa tutazungumza kwa uchache, kwa yule ambaye atakuwa anatusikiliza apate faida kwa kile ambacho tunakizungumza. Na hatuzungumzi kama vile wachambuzi wa siasa huko. Sisi tunazungumza kwa mrengo wa kiimani, kwa mrengo wa kidini, juu ya matukio haya yanaunganika na nini, yana kusudio gani, yana sababu gani. Sasa basi, wiki hii kumekuwa na mambo mengi sana, lakini kubwa zaidi la kwanza, huko Ulaya Magharibi, Marekani, Ulaya Mashariki, huko Russia, amekuwa bado na mazungumzo mengi ambayo yanaendelea kufanyika baina ya viongozi hao wa mataifa hayo. Tunakumbuka wiki iliyopita, tangu wiki iliyopita, palikuwa pana kamzozo juu ya Marekani kuitaka kuinunua Greenland ambayo iko chini ya himaya ya Denmark. Na Ulaya nayo ilikuwa ina zogo kuonesha kwamba haitaki kuiuza Denmark na haitaki kumruhusu Marekani kuichukua Greenland. Ulaya bado imeendelea kuwa na msimamo huo, lakini mwisho wa siku wiki hii hakuna kinachoeleweka. Yaani utaona matamko tofauti. Hawa wanaongea hichi, hawa wanaongea hichi. Ukifuatilia kwa kina utagundua huu ni mchezo unachezwa. Ulaya haina lengo lolote la kumzuia Marekani kuichukua Greenland. Haina hiyo. Kwa sababu wote wale ni kitu kimoja. Wote wanamuogopa Russia, wote wanamuogopa China, wote wanamuogopa North Korea. Kwa pale ni zuga tu, zuga ili kumchanganya adui. Ni zuga. Badala ya kuona Urusi ingeenda kuitetea Greenland labda na kadhalika, wao ndio wanajifanya wanaenda kuitetea, lakini mwisho wa siku waigawe kwa nani? Kwa Marekani. Kwa pale ni zuga inayoendelea. Maana mpaka leo haieleweki nini ambacho anakizungumza Ulaya, ila Marekani anaeleweka kwa sababu yeye anasema anaitaka Greenland, iwe kijeshi, iwe kuinunua. Lakini Ulaya hawaeleweki. Kwa hivyo mimi niseme kwamba view yangu pale ni zuga tu, lakini wote wana lengo moja. Wanataka waichukue Greenland, lakini iende Marekani. Kwa sababu ikienda Marekani itakuwa ndo safe kwa ulinzi. Kama Marekani ndiye anayewalinda hata wenyewe kwa Ulaya pia. Bila Marekani hakuna. Kwa hivyo ile ni kama vile zuga, lakini uhalisia Greenland lazima iingie kwenye mkono wa Marekani. Cha pili kinachoendelea nafikiri ni hapa Mashariki ya Kati, ambako kumekuwa pia na wiki hii kumekuwa na kauli ya Trump aliyoitoa kwamba ameanzisha tume ya kuiunda upya tena Gaza iundwe upya na sheria mpya zifuatwe na utaratibu wa utawala mpya. Kama ulitufuatilia katika miezi ya nyuma, tulizungumza kwamba lengo la Israeli ni kuichukua ile ardhi ya Gaza, lakini sio tu Gaza, bali kuichukua na ardhi ile nzima ya Palestine. Lakini sio tu Palestine, bali kuichukua hata na sehemu ya ardhi ya nchi ya Iran. Kwa hivyo kinachoendelea pale sasa hivi wiki hii, tume ile imeanza harakati, na wakazi wa Gaza ikiwemo wale wanamgambo wa Hamas, waliambiwa wakabidhi silaha kwa Marekani, wasiwe na silaha ila waendelee na maisha yao. Na kweli wiki hii wamekabidhi silaha kwa mujibu wa habari zilizopo. Wamekabidhi silaha kwa Marekani, hatimaye wataishi kama kawaida, watapewa uhuru, lakini chini ya utawala mpya.
manake Israeli ndio itakayokuwa ina manage lile eneo. Sio tena Hamas, sio tena Palestina, bali Israeli ndio itakayokuwa ina manage lile eneo. Lakini vile vile kuachana na hapa Gaza, kwa sababu hapa Gaza of course baada ya mapigano yale ya Oktoba Novemba kukubalika kusitisha mapigano, maisha yalianza kurejea kama kawaida, na hata sasa hivi wakazi wa pale hawalii tena njaa. Japo sio kivile kwamba wana amani, ila njaa kwa kiasi chake imekuwa sio kubwa kama ilivyokuwa awali. Kwa maisha yao yamerejea kama kawaida, lakini kwa sharti wasishiriki vita, wasilete vurugu. Kweli wametulia, maisha yao yanaendelea. Ikiwa na maana ya kwamba eneo lile limeshachukuliwa na Israeli. Lakini vile vile pia tukiachana na Gaza, ukija upande wa Irani, wiki iliyopita kulikuwa kuna wiki mbili nyuma huko maandamano makubwa, na Marekani ilikuwa ikitia kauli zake kwa kutishia kwamba mkiwaua waandamanaji tutaingilia kati vita, tutaingilia kati kuwasaidia hao waandamanaji. Na bado ilikuwa ikiendelea kauli yao hii kwa kasi, ama kwa kila mara alikuwa kitamka tamko hili. Lakini baadaye Irani ikashtuka kwamba wale wananchi wa Irani wakashtuka kwamba hapa tunatumika. Na mwisho siku wakaamua kuungana na serikali, wakakamata hao Mossad, wakakamata hao mawakala wa Marekani ambao walikuwa wakihamasisha maandamano, wakazima interneti, fanya kila kitu kukomesha. Marekani akaona nimefeli jambo langu. Lakini bado Marekani anaendelea kummezea mate, kwa sababu lengo la Marekani la Israeli ndiye anayepigana na Irani saizi, lakini ameshindwa yeye. Kwa wanamtumia nani? Marekani ndio apigane na Irani, kwa sababu Marekani ndiye baba yake. Lengo la Israeli ni kumpiga Irani, kwa sababu Irani ndio tishio. Irani ndiye anayezuia harakati zake pale Mashariki ya Kati ya kuichukua ile Palestina yote. Irani ndio kizuizi. Kumbuka lengo lao ni kuichukua Palestina yote na wavunje msikiti wa Al-Aqsa, wajenge temple. Lengo la kufanya hivyo ni nini? Dajjali aliwahi kuutamani utawala wa Nabii Suleimani alayhi salam. Sasa kwa wakati ule wa Suleimani alishindwa. Katika haya inayopatikana katika sura Sad aya namba 34, Allah anasema, na tulimtia mtianini Suleimani tukauweka mwili bila roho juu ya kiti chake. Kwa maana kwamba Dajjal alikuwa akiutamani utawala wa Nabii Suleimani. Ndipo Nabii Suleimani alipozinduka kwenye ndoto akaomba dua kwa Allah kwamba Mola wangu usiuelekeze ufalme wangu huu kwa yeyote yule baada yangu. Dajjal alikuwa akiutamani utawala wa Nabii Suleimani. Kwa anataka na yeye anapokuja kutawala atawale kutokea pale pale kwenye ile temple. Kwa ile temple lilijengwa wapi? Linaaminika kwamba lilijengwa katika eneo la msikiti wa Al-Aqsa ambao leo upo pale. Kwa naye anataka aje ajenge pale pale temple lake, ikulu yake itokee pale. Ndio maana wanataka sana lile eneo. Na kwa kuwa Israeli, Wazayuni hawa ambao ndio kwenye Qur'ani wameitwa kwa jina la Yajuj wa Majuj, kazi yao ni kumwandalia makao yeye Masihi Dajjal. Kwa lazima wachukue lile eneo. Lakini hawawezi kwa sababu Irani yupo. Irani ni tishio, kwa lazima Irani apigwe. Na mwisho wa siku Irani atadinda sana, lakini lazima apigwe kwa mujibu wa maono ambao yapo. Kwa hivyo habari za hivi karibuni ambazo zipo, Marekani leo imetoa taarifa kwa kupitia rais wao kwamba meli zake za kijeshi nyingi zinaelekea Irani. Zinaelekea Irani kwa nini? Kwa sababu juzi waziri mkuu wa Israel bana Netanyahu anasema wao wako tayari kuyahimili makombora hata zaidi ya 700 ya Iran, ili mradi tu Marekani itahakikisha itaenda kumuondoa kiongozi aliyoko pale Iran. Marekani itahakikisha kwenda kumtoa madarakani bwana Al-Khamenei ama Ayatollah, waende kumtoa huyo kiongozi. Basi Israeli iko tayari kuhimili makombora zaidi ya 700. Israeli anamuogopa Iran. Lakini akasema kama Marekani ana uwezo wa kwenda
kumtoa rais pale, kiongozi pale Iran, wako tayari wao kuyapokea makombora hayo. Kauli ya Irani ni kwamba shambulio lolote la Marekani dhidi ya Irani, kambi yoyote ya kijeshi ya Marekani itakuwa ndo target yao. Irani itakuwa inaishambulia hiyo kambi. Kwa hivyo kuna mvutano unaendelea, unazidi kupamba kasi. Na taarifa ya leo kwamba Marekani inapeleka meli zake Mashariki ya Kati kuikaribia Irani, si taarifa nzuri. Tusubiri wiki ijayo inshallah tuone nini ambacho kinajiri. Haya ndiyo ambayo kwa wiki ya leo nilikuwa nayo, lakini kule Urusi pia Marekani imepeleka wajumbe wake kwenda kukaa kikao na Rais Putin kwa ajili ya kujadiliana kwamba namna gani wafanye hii vita ya Ukraine ambayo imeanza 2022 mpaka leo inakoma. Lakini vile vile kuhusiana na mambo ya Greenland na kadhalika, ila Urusi alijitoa mapema akasema kuhusu Greenland Urusi hatusiki mtutoe, hatupo sisi. Kwa hivyo kuna mengi ambayo yanaendelea na kujiri, na machache sana ni hayo, na inshallah wiki ijayo tukutane tena kwa ajili ya kujua nini ambacho kimejiri wiki ijayo. Sina la ziada, ulikuwa na mimi ndugu yako bwana Ustadhi Zaidi. Nikutakie wiki njema, Ijumaa tena hii basi ikawe njema na kheri kwako. Ijumaa mubarak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.